nakuletea ujumbe kuhusu uponyaji kupitia kwa upako, healing through the anointing of the Holy Spirit. Naenda kusoma maandiko katika Biblia, kitabu cha Isaiah, kitabu cha Jacobo, James and the book of Mark as we continue. If you can remember, in the Old Testament, symbolically, oil refers to the Holy Spirit. So when I talk about healing through anointing, I'm talking about healing through the power of the Holy Spirit. And I'm going to read the word of God because I'm going to pray for you and you're going to be healed in the name of Jesus Christ through the anointing. Isaiah chapter 10 and verse 27, maandiko anasema, tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka mbegani mwako na nira yake shingoni mwako, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta, because of the anointing. Nataka niseme ya kwamba siku ya leo, ile mizigo ambayo shetani ibilisi amewekelea juu ya mabega yako na juu ya shingo yako, hiyo mizigo inaenda kuvunjika kwa sababu ya upako, inaenda kuvunjika kwa sababu ya mafuta, kwa sababu ya nguvu za Roho Mtakatifu. Hao maumivu, hayo mateso ambayo umepitia leo yanaenda kuisha because of the anointing. According to Isaiah chapter 10 and verse number 27, the anointing breaks the yoke of the enemy. The anointing destroys the burden of the enemy. Shetani amekubebesha mizigo miaka nyingi, miezi nyingi, amekupatia hasara, amekupatia maumivu na uchungu katika mwili wako. Nataka niseme kwa jina la Yesu Kristo, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wa Mungu, hiyo mizigo inaenda kuondolewa leo. Hiyo nira inaenda kuvunjika leo. The Holy Spirit breaks the burden of the enemy. Na tukisoma maandiko katika Agano Jipya, in the book of James chapter 5 verse 14 and verse 15, Biblia inasema hivi, is anyone sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he has committed sins, they shall be forgiven him. That is James chapter 5 verse 14 and verse 15. Maandiko anauliza vizuri sana, je, mmoja wenu ni mgonjwa? Hawaita wazee wa kanisa, wamwombee na wampake mafuta kwa jina la Bwana. Na kule kuomba kwa imani kutamponya yule mgonjwa. Na kama ametenda dhambi, atasamehewa. Kama ametenda dhambi, atasamehewa. Nataka niseme kwa jina la Yesu Kristo, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu wa Mungu, leo unaenda kupona. You are not going to have a day of pain and suffering. You are not going to have a year of pain and suffering. I am praying for you by faith in the name of Jesus Christ, through the anointing of the Holy Spirit, that the power of God is going to descend upon you and the healing is going to be in your body in the name of Jesus Christ. Maandiko anasema wamwombee na wampake mafuta. Nataka nikuhimize mahali popote ulipo, kama unaweza kupata mafuta chukua, kwa sababu nitayabariki, na nikimaliza kuyabariki tu, jipake katika mwili wako. Kule ugonjwa ambao umekuwa ukikutesa, haijalishi umekutesa kwa muda gani, miaka mingapi, leo utaenda kupona. The Spirit of God is going to descend in your body. It is going to heal you. Your pressure itaenda kuisha kabisa. Huo ugonjwa wa moyo, huo ugonjwa wa sukari, huo ugonjwa wa kuumwa na tumbo, kuumwa na mgongo, huo ugonjwa wa kuumwa na kifua, utaenda kuisha leo kwa imani kwa jina la Yesu Kristo, kwa sababu ya upako, because of the anointing, because of the power of the Spirit of God. Because the Bible is very clear. Inauliza, is any of you sick? Je, kuna mmoja kati yenu ambaye ni mgonjwa? Na ninajua kuna watu wengi sana ambao wanaumia asubuhi ya leo. Kuna watu wengi sana ambao ni wagonjwa. Kuna watu wengi sana ambao wanalia, hawajui vile watakavyofanya. Nataka nikuambia kwamba Mungu ametuhakikishia uponyaji. We just need to pray. Prayer is communion with God, talking to God and telling God through the scripture, through your word and your promises, have calling for healing. Yesu alisema chochote tutaomba kwa jina lake atatenda, ili Mungu apate kutukuzwa. Mark chapter 6 verse 12 and verse 13, Biblia inasema, and they went out and preached that men should repent, and they cast out many devils and anointed with the oil many that were sick and healed them. Wanafunzi wakatoka
wakahubiri ya kwamba watu watubu dhambi. Wakatoa mapepo mengi ambayo walikuwa wamepagawa watu, wakawapaka mafuta na wakawaponya wengi ambao walikuwa wagonjwa. Kati Yesu alipowatuma wanafunzi wake wawili kwenda kuhubiri Injili, kati ya mambo ambayo walitenda, walitoa mapepo na waliponya wagonjwa. Na waliponya wagonjwa kwa kuwapaka mafuta. The anointing is real. The anointing is very real. It is biblical, it is spiritual, and it is godly. From the Old Testament to the New Testament, God promises to work through the power of the Holy Spirit. And the disciples, because of this revelation, they anointed the sick with oil. They prayed for them, and they healed very many of them. Nataka tu utafuta tu mafuta, nitaomba kwa jina la Yesu Kristo kwa imani. God honors his word. Utapaka mahali unauma ama upake yule ambaye anaumwa, na baada ya maombi utakuta mgonjwa amepona. Roho Mtakatifu ataenda kumponya kwa sababu Roho wa Mungu anaponya. Ninakumbuka siku moja, it was on a Sunday morning, nilienda kumwombea mama mgonjwa ambaye alikuwa amepagawa, alikuwa na wazimu. Na wazimu yake ilikuwa too serious kwa sababu alikuwa anatoa nguo zote, kavishwa nguo anatoa na pasua na anafanya vituko. Anafungiwa katika nyumba peke yake, anapiga ndukuru, anaumia sana. Nilienda pale nikasoma haya maandiko, how the anointing breaks the yoke, the burden of the enemy. Na nikamuombea na nikampaka mafuta. Sikuwa na olive oil wakati ule, nilikuwa tu na Vaseline. Ndio niliombea, Roho wa Mungu anaingia na anafanya kazi. Mafuta tu ya kawaida, ile Vaseline tunajipaka. Niliombea na nguvu za Mungu, moto wa Mungu kaingia, nikampaka. Shetani mapepo yake ya wazimu yakachomwa, yakatoka. Nataka nikuambie leo, huyo mama ni mzima baada ya miaka nyingi. Wazimu ilipona, akaolewa, ako na watoto, ako na familia, anaendelea vizuri. The anointing breaks the yoke. The anointing destroys the burden. I want you to believe God. Take God at his word, and you are going to receive the healing. Na wengine magonjwa ambao wako nayo ni magonjwa ya kiroho, ni addictions. Ni magonjwa ya kiroho, ni addiction. Unakuta watu wengine wanapangawa, akilewa pombe anakuwa wazimu, anapiga watu, anaharibu mali. I want to pray over that person by faith in the name of Jesus Christ. Wewe amini tu ambaye unakaa na mtu kama huyo, that the anointing is going to break that yoke, that addiction, that spirit is going to be destroyed in the name of Jesus Christ as we pray. Na huyo ambaye amekuwa akilemewa, akifinyiliwa na mapepo ya bangi, mapepo ya pombe, mapepo ya kuharibu mali, mapepo ya vita, mapepo ya kutaka kujiua, yataenda kushindwa. That burden is going to be broken. That yoke is going to be destroyed by the Spirit of God through the anointing. Kwa wanafunzi wa Yesu wakawapaka mafuta wagonjwa wengi na wakaweza kuponya wagonjwa wengi. Na nataka niseme ya kwamba naenda kuomba kwa jina la Yesu Kristo. Tafuta mafuta, kuwa karibu tu na mafuta, utaenda kujipaka, utaenda kumpaka huyo mgonjwa, utaenda ku anoint hiyo compound yako yote, mapepo yataenda kutoka, shetani yataenda kushindwa, na utaenda kupokea baraka kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akasema katika Luka 24 verse 49, "And beyond I sent the promise of my Father upon you, but tarry ye in the city of Jerusalem until ye be endued with the power from on high." Yani Yesu aliwaahidi wanafunzi wake ya kwamba atakapotoka hapa duniani atawapatia msaidizi, na huyo ni Roho Mtakatifu, the anointing, the power of God. Akawaambia, kaeni Jerusalemu mpaka mpokee hizo nguvu, maana mkisha pokea hizo nguvu mtaweza kutoa mapepo, mtaweza kuponya magonjwa, mtaweza kuvunja laana. Na nataka niseme ya kwamba we have the Spirit of God, we have the anointing. Today I pray by faith in the name of Jesus Christ that whatever kind of sickness you are going through, it might be cancer, it can be healed. Cancer cells zinachomwa na moto wa Roho Mtakatifu, zinachomwa, zinakufa kabisa. The fire of the Holy Spirit is more powerful 1,000 times than chemotherapy. I want to tell you, God is your creator. Mungu ndiye aliyekuumba, na hakuna siku hata moja Mungu atashindwa kuponya mwili wako. Is your healer and is going to heal you. Believe him in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Mark chapter 16 verse 17 and verse 18. Yesu akasema hivi, "And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues." Hallelujah. That is through the baptism of the Holy Spirit. "They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them.
They shall lay hands on the sick and they shall recover. So I see that prayer is asking God to do something. Prayer is asking God to do something. Nitaenda kuomba na nitaenda kuuliza Mungu, nitaenda kumwomba Mungu ili aweze kukuponya. Ni Yesu ametupatia hii neema, ni Yesu ametupatia hiki kibali. Anasema wale watakaoamini kwa jina langu watatoa mapepo, kwa jina langu wataongea kwa lugha mpya, kwa jina langu watashika nyoka, na kwa jina langu watawekelea wagonjwa mikono na wagonjwa watapona. Ingawa siko karibu na wewe, distance is not a barrier. By faith in the name of Jesus as I pray, I will connect through the power of the Holy Spirit. Hiyo mikono yako itatakasika. Nguvu za Roho Mtakatifu zitaingia juu yako. Utawekelea hiyo mikono mahali unaumwa. Kama ni kichwa, kama ni mgongo, kama ni kifua, kama ni tumbo, kama ni miguu, kama ni kidonda, utawekelea hiyo mikono pale na Roho Mtakatifu wa Mungu ataingia na atafanya kazi, utapona, kwa sababu ni Mungu amesema ya kwamba wagonjwa watapona, na Mungu andaganyi. God does not cheat. We cannot limit the power of God because God uses different ways of healing people. Kuna wakati Mungu anaponya watu tu kwa maombi one by one, wakati mwingine it is through the anointing, wakati mwingine ni wakati watu wanasifu, na wakati mwingine ni wakati watu wanafanya fasting. But this is one of the ways that God has been using in a very mighty way to heal incurable diseases. The anointing, the power of the Holy Spirit, the tools, a prophetic tool that God has given us this time to destroy the works of the devil, to destroy the works of Satan. Umeteseka, umeumia miaka nyingi. Today is your day. Today is the day of your miracle. Remember, God is all powerful. God is sovereign. He is all powerful. Ni Mungu mwenye nguvu zote. Nataka uende ukaamini na nataka tuende tukaombe. Kuna mambo mengine ambayo yanaonekana kama ni mambo ya kijinga. Ninapoongea juu ya kuchukua mafuta na kuyaombea na kujipaka na unapona because of the power of the Holy Spirit, mtu mwingine ataona kama huu ni upumbavu. Maandiko yanasema in 1 Corinthians chapter 1 and verse 27, but God has chosen the foolish things of the world to confound the wise, and God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. Yani Mungu amechagua hivyo vitu ambavyo vinaonekana ni kama vya kipumbavu ili kuonyesha nguvu zake, ili kuonyesha uwezo wake. Ndio sababu Yesu aliweza kukoroga matope akampaka kipofu, akamtuma Siloamu akamwambia akaoge, akaenda akaoga na akarudi akiwa anaona. It is your day of healing. Connect with me now in the name of Jesus Christ by faith. Chukua mafuta sasa, shika katika mikono yako. Nataka niyabariki kwa jina la Yesu Kristo. Nikisha kuyaombea jipake, ama upake huyo mgonjwa, ama uende mpake hata kama ako hospitali, na atapona kwa jina la Yesu Kristo. We have been praying for people in hospitals. Kwa tukituma watu nawaambia nenda wekelea mikono huyo mgonjwa. Paka mafuta kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Na umwamini Mungu. Don't doubt God. It is God who is doing the healing. It is the Spirit of God who is performing the miracle. It is the blood of Jesus that is destroying sin and the repercussions of sin and the curses. And God is good, is loving, is faithful. Mungu anatupenda. Sisi sote ni watoto wa Mungu. Na Mungu anataka tukue na afya. God wants us to be in good health. Don't mind about the time the sick are suffered. Wakati wa kupona ni leo. Father, in the name of Jesus Christ, I pray for the oil. Mafuta ambao mpendo ameshika. Haijalishi ni ya olive oil, ama ni mafuta tu yale ya kawaida ya kula ama kujipaka. Naomba Roho Mtakatifu, nguvu za Mungu akaingie ndani yale mafuta. Na atakapompakwa yule mgonjwa, naomba uwezo wa Mungu, moto wa Mungu ukachome magonjwa yote. Ukachome maroho yote yanayosababisha ugonjwa. Ukaangushe ngome na madhabahu yote ya shetani na silaha na mapenzi na makusudio yote ya adui. Kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Sasa jipake mafuta. Paka huyo mgonjwa mafuta kwa jina la Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo ninakemea ugonjwa wa pressure, ninakemea ugonjwa wa moyo, ninakemea ugonjwa wa kuumwa na mwili, ninakemea ugonjwa wa kuumwa na mifupa, ninakemea hiyo confusion ya shetani, na vunja hiyo maroho, na vunja hiyo nira, na toa hiyo laana, na naweka uponyaji katika mwili wa ndugu, katika mwili wa dada, katika mwili wa mtoto, katika mwili wa mzazi, wa mzee,
kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Pokea nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea afya kwa jina la Yesu Kristo. Pokea neema na upokee kibali. Hamka na uanze kutembea sasa. Hamka na unawe na ukule chakula chako. Hamka na uende kazi. Hamka na uende shule. Yesu Kristo mwana wa Mungu amekuponya. Roho Mtakatifu wa Mungu amekuponya, na mafuta yamevunja nira na mzigo wa adui. Hautabeba mzigo wa maumivu tena. Hautabeba mzigo wa mateso tena. Hautakufa mapema. Utaishi ukalitukuze jina la Jehova. You are healed according to the scripture in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Sema amen. Na umwambie Mungu ni asante kwa sababu ya muujiza wa uponyaji. It's a loving God. There is no complication. It is very simple. The Holy Spirit is a healer. The Holy Spirit is the power of God. Jesus Christ is above the devil. It's above demons. And the Satan is defeated in the name of Jesus Christ, to the glory of God the Father. Hallelujah. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wakati mwingine tuombe pamoja. Unitumie SMS, uniambie unataka tuombee nini, na Mungu wangu hatakubariki. God bless you. Have a good day and live in peace and enjoy full abundant health in the name of Jesus Christ. God loves you. Jesus loves you. The Holy Spirit will help you. I love you. I'm Pastor Shendra Kilonzo. God bless you in the name of Jesus Christ. Amen.